Ni siku maalum ya vijana duniani kwa kanisa la Adventista Sabato, ambapo vijana wa Adventista Sabato kanda ya Songea wamejitokeza katika shule ya msingi Mitawa maeneo ya Songea kwa ajili ya kuwaona na kuwasaidia watoto wenye ulemavu wa utindio wa ubongo. Vijana hawa wamepata fursa ya kufanya ibada pamoja na vijana hawa, na unayemuona mbele ndiye area coordinator ama master guide Kamengele, ambaye ndiye kiongozi wa kanda ya vijana. Unaweza kuona vijana wako wanaendelea na session mbalimbali za ibada katika kituo hiki maalum cha watoto wenye utindio wa ubongo. Kwaya mbalimbali zinamtukuza Mungu mahali hapa katika ibada hii ya pekee sana, na kwa kweli ni siku kubwa na nzuri na siku njema sana. Na huyu ni Pastor Jilori Frank, ambaye ni mchungaji wa mtaa wa Mshangano kwa kanisa la Adventista wa Sabato. Hakika inapendeza sana, na hivyo ni vitu ambavyo vijana hawa wa Kiadventista wamewaletea vijana wenzao wenye matatizo ya utindio wa ubongo. Kwa kweli inapendeza sana, na hao unaowaona ni baadhi ya watoto hao wenye matatizo, na kwa mbali anaonekana mama ambaye analia kwa uchungu. Ana machozi ya furaha kwa sababu hakutegemea hiki ambacho kimefanyika siku ya leo mahali hapa, kilichofanywa na vijana hawa wa Adventista wa Sabato. Hakika ni siku ya pekee sana, na kila mmoja ameshangazwa na kile ambacho kinatokea mahali hapa, na tutakwenda kumsikiliza mzazi mmoja na tuweze kumsikiliza mzazi akieleza hisia zake, mzazi ambaye anawakilisha wazazi wa watoto hawa. Tuende kumsikiliza akieleza hisia zake, namna alivyofurahishwa na jambo hili. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Elizabeth Martin Komba, ni mzazi wa Emanuela Bahati Kabule, ni mlemavu ambaye tunamuita Kichengo. Nawashukuru sana kwa huduma yenu, aidha niseme kwa upendo, kuja kuwasalimia watoto wetu, walimu wetu, na hatujawahi ona huduma kama hii. Ni wachache sana ambao wanajitoa kwa watoto kama hawa. Kuna changamoto kubwa sana juu ya watoto hawa, malezi na hata mazingira. Nimefurahi sana mimi binafsi kama mzazi wa watoto hawa, na naamini wenzangu pia wamefurahi kwa tukio kama hili. Kwanza walikuwa wanashangaa kwa nini leo tumeitwa halafu tumekusanyishwa na mazingira tofauti. Nilipomweleza mwanangu kaa hapa, tayari alianza kujinyanyapaa na kurudi nyuma, akaona yeye hatakiwi katika jamii kama hii. Tunashukuru kwa upendo kama huo wenzenu Mungu ametupatia, tunasema asante, na tunashukuru muendelee kutusitiri, kutufariji kwa mazingira kama haya. Asante sana, karibuni tena, tunawapenda wote, naamini sisi nasi mmetupenda. Amina. Naam, tutaenda pia kumsikiliza mkuu wa shule hii ambaye naye ameeleza furaha yake ya namna ambavyo amefurahishwa na tukio hili la vijana hawa walichokifanya katika shule hii. Karibu tuweze kumsikiliza mkuu wa shule. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sina neno zuri ambalo litaonyesha ile hali ambayo iko kwenye moyo wangu leo. Ni kama surprise, yani ni kitu ambacho hakijawahi kutokea. Nyinyi ni watu wa kwanza kuja kukifanya hiki kitu. Jamani, mnasemaje? Hata wazazi waliofika leo hapa hakuna aliyejua kuna hiki kitu, sikuwaambia. Sikupenda kuwaambia kwa sababu sikutaka wajiandae wajue kuna nini. Kwa hiyo ni mimi pekee na huyu mwalimu wangu ndio najua nini kinaendelea. Na ndio maana mnaona walimu wengine hawapo, na sikutaka wajue. Nilitamani nione nguvu za Mungu zilivyo. Jina la Bwana litukuzwe.
Shule ya msingi Mitawa ina watoto 630 nikiwa na walemavu wa akili 30. Ni mwaka wangu wa 5 shule ya msingi Mitawa. Nimeingia hapa mwaka 2020 nikiwa na watoto walemavu, niliwakuta watoto walemavu 19. Tumekuwa tukifanya zoezi la kuwaibua hao watoto mitaani. Sio kazi rahisi mzazi kumuonyesha mtoto hadharani. Ni wazazi wachache wanaoweza kumtoa huyu mtoto hadharani. Namshukuru Mungu, nina walimu waliosomea. Kikubwa wanachohitaji watoto wetu ni upendo. Amen. Jamani, nasemaje? Amina. Hawa watoto unaweza kuishi nao kama kweli na wewe utakuwa na roho ya upendo. Na hawapendi upendo wa kuigiza. Huwezi kuishi na hao watoto kama utakuwa una upendo wa kuigiza. Ni upendo ambao unataka utoke rohoni mwako. Na washukuru sana 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 kwa ujio wenu. Baada ya kusema haya, na washukuru sana sana. Sina neno kubwa la kusema zaidi ya asante. Sina chochote cha kuwapa mpaka muone kwamba huyu mtu amefurahi ujio wetu, lakini Mungu atawalipia. Naam, baada ya kumsikiliza mkuu wa shule, sasa tumsikilize mwalimu katika shule hii ambaye anashughulika na malezi ya hawa watoto, naye anaelezea furaha yake, namna ambavyo amefurahishwa na kile ambacho kimetokea. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Tunarudi kumshukuru Mungu kwa kutuonyesha upendo wake. Kuja kwenu hapa ni Mungu kutaka kutuonyesha upendo uliopo kati yetu. Tunashukuru sana. Naam, tukio linalofuata sasa ni la ugawaji wa zawadi, na Master Guide Kamengele anajaribu kutoa maelekezo ya kile ambacho kinaenda kufanyika katika utoaji wa zawadi. Karibu sana tuweze kushiriki pamoja. Naam, ndugu mtazamaji, ule wakati wa kugawa zawadi ama vitu ambavyo vimeletwa na vijana hawa umewadia, na vitu mbalimbali vimeletwa: mchele, mahindi pamoja na mahitaji mengine mengi. Unaweza ukaona mafuta ya kula hapo, kila kitu anakabidhiwa mkuu wa shule. Unaweza ukaona mtoto huyo mwenye matatizo ya utindio wa ubongo amekumbatia vitu ambavyo vimeletwa kama zawadi kwa ajili yao, na anasoma kipeperushi. Nipende tu kuambia ndugu mtazamaji, kipeperushi hiki kina ujumbe wa pole sana mtoto mwenzetu, Mungu anakupenda. Kwa vijana hawa wa Kiadventista wamewapa vijana wenzao wenye matatizo vipeperushi hivi vinavyoonyesha ya kwamba wao pia ni sehemu ya jamii ya Mungu. Naam, mtazamaji, angalia namna ambavyo vitu ni vingi na vinatolewa kwa uzuri kabisa, na anakabidhiwa vitu vyote mkuu wa shule. Nipende tu kusema ya kwamba ndugu mtazamaji, mwanadamu yeyote yule, haijalishi ana matatizo gani, haijalishi ana udhaifu kiasi gani, ana thamani kubwa sana mbele za Mungu. Na ndivyo ambavyo maandiko yanatuambia, hakuna mwanadamu awaye yeyote yule ambaye hana thamani mbele za Mungu. Na hilo vijana wa Kiadventista katika maeneo haya ya Songea wamelitambua, na ndio maana wamechukua hatua ya kwenda katika shule hii na kuweza kuwaona vijana wenzao ambao wana matatizo ya utindio wa ubongo. Naam, vitu ni vingi kweli kweli, kama unavyoweza kuona. Zipo daftari pia pamoja na mahitaji mengine mengi yanaendelea kutolewa mahali hapa kwa ajili ya kuwafaraja na kuwasaidia watoto hawa ambao wana matatizo. Mkuu wa shule anaendelea kupokea vitu
kwa wingi na anaendelea kufurahishwa na kile ambacho vijana hawa wa Adventista wa Sabato wanaendelea kukifanya katika shule yake. Na zoezi hili la ugawaji la kukabidhi vitu hivi linafanywa na mchungaji wa mtaa wa Mshangano kwa kanisa la Adventista wa Sabato ambaye ni Pastor Frankie Jilori. Naam, angalia ndugu mtazamaji ambacho kinatokea. Hakika vitu ni vingi kweli kweli. Unaweza ukaona sabuni, unaweza ukaona na vitu vingine vingi ambavyo vinakabidhiwa kwa mkuu wa shule. Hakika inapendeza sana na inavutia sana kwa kweli. Naam, hilo ni furushi la nguo nyingi na za kutosha ambazo pia anakabidhiwa mkuu wa shule hii. Hakika ni jambo kubwa na inapendeza sana ndugu mtazamaji, kama unavyoweza kujionea. Lakini pia haikuishia hapo. Bado vijana hawa wameona waweze kugawa machapisho yenye neno la Mungu kwa wazazi wa watoto hawa pamoja na walimu. Na nipende tu kusema ya kwamba ndugu mtazamaji, kitabu unachokiona hapo ni kitabu kizuri sana, kinahusiana na namba 666. Kitabu chenyewe ni Mnyama, Joka na Mwanamke. Kitabu hiki na kushauri hata wewe ndugu mtazamaji uweze kukitafuta na kukisoma, ni kizuri sana. Naam, lakini pia walimu wa shule hii wamegawa vitabu vidogo unavyoviona hapo vinavyojulikana kama Sabato ya Kweli. Je, ni Ijumaa, Jumamosi ama Jumapili? Hakika inapendeza sana. Kwa majina naitwa Georgia, nimetokea kanisa la Songea mjini. Nimekuja kuwaona watoto wenye mahitaji maalum. Nimefurahi sana kuwaona. Bye. Jina langu naitwa Meshaki Ayubu Kamengele, kiongozi wa idara ya huduma za vijana kwa kanda ya Songea yenye mitaa 4 kwa maana ya mtaa wa Namtumbo, Songea, Peramiho na Mshangano. Na nimefurahi kuwa na tukio la pekee sana la matendo ya huruma lililofanyika katika shule ya msingi ya Mitawa inayopatikana shule ya Tanga. Ni shule ambayo ina jumla ya wanafunzi 600, lakini wanafunzi wenye mahitaji tuliokuja kuwaona ni wanafunzi 30 ambao wana shida ya mtindio wa ubongo. Binafsi nimefurahi kuonana na wanafunzi hao, nimefurahi kuonana na walimu wake pamoja na mkuu wa shule, nimefurahi kuonana na wazazi wa watoto hao. Na kwa huduma tulioitoa hapa leo, ninaamini kwa neema ya Yesu itakuwa ni mbaraka wa kutosha kwa wazazi pamoja na kwa shule. Tumefikisha salamu zetu kwa walimu ambao tunao, tumewagawia vitabu. Kila mwalimu anayetoka katika shule hii amepata nakala moja ya kitabu, lakini kila mzazi aliyekuja hapa amepata nakala ya kitabu. Lakini pia shule tumetoa chakula kwa maana ya mchele, tumetoa mahindi, tumetoa sukari, tumetoa madaftari, tumetoa penseli, tumetoa vifaa vya usafi kwa maana ya ndoo na mifagio, tumetoa na vifaa vingine vya kujifunzia shuleni. Kwa hiyo ninaamini kabisa kwa huduma tulioitoa, shule hii naamini imebarikiwa zaidi. Kanda hii ina jumla ya makanisa 17. Na kwenye makanisa 17 vijana waliokusanyika hapa ni zaidi ya 300 ambao wametoka katika makanisa yasiyopungua 14. Bwana atubariki sote na azidi kutuneemesha, na wenyeji wametukaribisha tena kwa siku nyingine kuja kufanya huduma hii. Asanteni sana. Aliyekuwa akipita karibu na nyumba ya yule mwanamke Mshunami, alipewa makazi sehemu ya